Baada ya Yesu kubatizwa, alijaribiwa na shetani. Baada ya Yesu kubatizwa, alijaribiwa na shetani, akaongozwa naye Roho Mtakatifu, alienda pale kwenye jangwa. Shetani akamjaribu kama jinsi wewe shetani atakujaribu baada ya wewe kumjua Yesu. Ukishamjua Yesu, ni lazima shetani akujaribu. Na wewe pia anapokujaribu ni lazima umshinde, ili ukue katika kikosi cha jeshi yake Yesu Kristo. Sasa yule shetani akamwambia Yesu, kwa sababu alijua Yesu amekaa siku 40 bila kukula chochote, akamwambia Yesu, wewe geuza hii mawe ikuwe mkate. Yesu akamwambia binadamu haishi kwa chakula peke yake, lakini kwa neno pia. Lazima asome neno. Hiyo ni chakula ya roho. Akampeleka kwa mlima mwingine huko juu. Akamwambia, we jitupe chini, kwa sababu Mungu amesema katika Biblia kwamba wale wenye haki malaika huwazunguka na huwalinda. Yesu Kristo akasema usimjaribu Mungu. Baada ya hiyo, yule shetani akampeleka katika sehemu nyingine, katika eneo la juu kabisa, ama mji takatifu. Akamwambia kwamba ukiniabudu nitakupatia utukufu huu wote. Yesu Kristo akasema tunaabudu Mungu peke yake. Yesu Kristo alijaribiwa. Abrahamu alijaribiwa amuue mtoto wake. Danieli alijaribiwa akawekwa katika tundu la simba. Shadrach, Meshach na Abednego alijaribiwa wawekwe pale kwenye moto. Na wengine wengi katika Biblia kama vile Joseph alijaribiwa miaka 12 ndani ya jela, kumjaribu tu imani, kama imani yake iko sawa. Imani yake Abrahamu ilihesabiwa na Mungu kuwa haki. Sasa imani yako lazima itajaribiwa. Unapoona mambo mengi ambayo yanaleta mikosi katika maisha yako, pale nyumbani, pale kazini, hata katika mahusiano yako, tambua kwamba ni majaribu na inatakana ushinde kama yule ambaye anamjua Yesu Kristo.